Suratul Humaza Makia. Sura hii inaitwa Al-Humaza kwa sababu tamko hilo la Humaza limetajwa ndani yake. Wa adadu ayatiha 9 ayati, idadi ya aya zake ni aya 9. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wailul likulli humazatin lumaza, ole wao au adhabu kali, maangamivu makubwa yatampata kila mwenye kusengenya. Alafu lumaza, baadhi ya mutarjimuna wanasema mwenye kulamba kisogo, kwa maana al-lamz au al-hamz inakuwa ni kusengenya, kwa maana wanawasema watu kwa namna ya kuwasengenya ambao ni ghiba, na lams inakuwa kuwaaibisha watu ima kwa kusema au kwa ishara, kusema au kwa ishara inaitwa lams. Kwa hivyo adhabu kali itamthibitikia kila mwenye kusengenya, mwenye kuaibisha wenzie, au mwenye kuaibisha wenzie, au mwenye kulapa kisogo. Kulapa kisogo inafahamika katika lugha ya Kiswahili kwamba yani watu wanakuwa wanamsema mtu kwa nyuma, akishapita, kama walikuwa naye akiondoka wanaanza kumsema vibaya, akiwa nao hawasemi. Alladhi jamaa malahu wa addada, mtu ambaye ameikusanya mali na akaihesabu. Amekusanya mali na akaihesabu, yani akawa anahesabu mali yake, ameweka hesabu zake kamili kila kitu, lakini tabia yake ni hiyo ya kuwasema watu vibaya. Yahsabu anna malahu akhlada, anadhania kwamba mali yake itamwacha milele, kwamba kwa vile yeye ana mali nyingi basi ndio anawadharau watu na kuwasema watu vibaya, kuwasengenya na kuwafanyia lamzi na kejeli na nini, akidhania kwamba mali yake itambakisha milele. Kalla, hapana, sivyo hivyo. La yumbadhanna fil hutama, atatupwa katika hutama. Hutama ni jina vile vile katika majina ya moto wa Jahannam, na inaitwa hutama kwa sababu ambayo inatokana na alhatmu, maana yake ni kusaga kitu na kukiponda. Kwa hivyo moto huo ambao unakisaga na kukivunja kila chenye kutupwa humo. Naam, japo kukisaga kwenyewe na kukivunja hakiishi, bado kinasagwa tu na kuvunjwa na kuungua, lakini hakimaliziki, kwa sababu watu watakaoingia motoni hawatakufa humo, bali watakuwa hai na adhabu ikiwaingia kila siku. Naudhu billahi min dhalika. Kwa hivyo wengine wanasema akome, wengine wanasema sivyo hivyo, sivyo hivyo inavyotakiwa kufanya. La yumbadhanna fil hutama, atatupwa katika hutama, jina la moto. Wama adraka mal hutama, ni kipi kinachokujuza wewe ni nini hiyo hutama? Narullahi almuqada, ni moto wa Allah uliowashwa, ni moto wa Allah uliowashwa mkali kweli. Allati tattali'u ala al-af'ida, ambao moto huo jinsi ulivyo na sifa yake, tattali'u ala al-af'ida, unapenya mpaka kwenye nyoyo, unaunguza, unapita, unapenya mpaka kwenye nyoyo, mtu anaungua.
innaha alaihim muqsadah, hakika moto huo utakuwa umefungwa juu yao. Na kufungwa juu yao hapa na maana ya kwamba yani watakuwa wamefungiwa kwenye huo moto, wanawaka fi amadin mumaddada, katika nguzo zilizonyoshwa au katika nguzo ndefu zilizonyoshwa au zilizolazwa au zilizonyoshwa, watakuwa wamefungiwa katika nguzo hizo. Na wengine wanasema wamefungwa pingu katika hivyo viguzo, wanaungua wanawaka sehemu hizo ambazo wamefungiwa. Mshereheshaji anasema wailul likulli humazatin lumaza, anasema alhamaz inakuwa bilqauli, hii inakuwa ni kwa maneno, yani humaza inakuwa bilqauli, na ndio maana ikatafsiriwa pale kwamba ni ghiba. Bilqauli inakuwa ni kwa kusema. Wallamaz au lams inakuwa bilfi'li, ni kwa kitendo, yani yushiru birasihi au biainihi au bishafataihi, huashiria kwa kichwa chake, kama vile mtu akipita wenyewe, watu wamekaa pahala, alafu mtu akipita, alafu mtu anaashiria huyo hapa, au anaashiria kwa mdomo, kwa kupeleka mdomo upande kidogo namna hiyo, au macho yake. Hizo ni lamsi, hizo ni al-lams ambazo zinakatazwa, kukonyeza. Pengine unapita pahala watu wanakonyezana, basi wewe unapita, kumbe tayari wao washahabarishana kwa macho kwamba ndio huyo, muangalie. Naam, wayazdari nnasa, na anadharau watu, wayantakisuhum, na anawashusha, kwa maana anawaona ni yani si lolote si chochote. Mtu wa namna hiyo, alladhi jamaa mala wa addada, ambaye amekusanya mali na kuihesabu hesabu, ai jamaahu ba'dahu ala ba'd, ameikusanya hiyo mali baadhi yake juu ya nyingine, kwa maana amezirudika mali zake. Wa ahsa adadahu, na akakamilisha idadi yake kwa kuzihesabu. Wa alhahu maluhu bin nahar, na ikamshughulisha mali yake mchana, akawa yanashughulika tu na mali zake, hadha ila hadha, faidha, yani mali zake zinamshughulisha huku na kule, kwa huyu peleka kwa huyu, nenda kwa yule. Faidha kana al-lailu nama, ikifika usiku analala. Kaannahu jifatun muntina, kana kwamba yeye ni mzoga unaonuka, jinsi alivyochoka. Hana muda wa kushughulikia yale ambayo ya kumsaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mchana anahangaika huku na kule, mpaka ikifika usiku analala kama vile mzoga, jifatun muntina, kama vile mzoga unaonuka. Yahsabu anna malahu akhladah, ay yadhunnu anna jam'ahu almali, anadhani kwamba kukusanya kwake mali madha yukhalliduhu fi hadhihi dar, itamwacha milele kwenye nyumba hii ya dunia. Lakini sivyo. Wangapi bwana ambao wamekusanya mali, kina Qarun. Qarun, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim, akawafanyia watu Qarun alikuwa ni katika watu wa Musa, akawafanyia watu uovu mkubwa kama hivi. Alafu ilikuwa inna mafatihahu latanuu bil'usbati ulil quwwa, funguo zake za Qarun, funguo zake zinakilemea kikundi cha farasi wenye nguvu.
Farasi sio mmoja, farasi wenye nguvu wanalemewa funguo za kufungua magodauni ya Qarun ya mali, lakini kutokana na jeuri yake na jinsi alivyokuwa na kibri, basi Allah alimdidimiza katika ardhi, yeye na mali zake. Akadidimizwa kwenye ardhi, yeye na mali zake, mpaka watu walikuwa wanatamani kwamba kwa nini tusipate Karuni, huyu amepata neema kubwa sana, tungekuwa kama yeye bwana. Lakini kukapatikana wenye nasaha katika kuwanasihi kwamba msitamani hali hiyo. Hiyo hali si hali ya kutamani kabisa. Alipozamishwa wakasema, lau kama Allah asingetuneemesha. Wakaona tena kumbe ile akauni si neema, wao ndio walikuwa na neema. Lau kama si neema ya Allah juu yetu, la khasafa bina, angezamishwa na sisi. Allahu musta'an. Kwa hivyo huyu mtu anayezungumza kwenye hii sura asijidanganye kwamba eti mali yake itamwacha milele. Kalla, sivyo hivyo. Laisa al-amru kama za'ama wala kama hasiba, jambo haliko kama anavyodai, anavyodhani huyu mtu, sivyo ilivyo. La yumbadhanna fil hutama, la yulqayanna hadha alladhi jamaa malan fa'addadahu, huyu ambaye atatupwa, huyu ambaye amekusanya mali na kuhesabu, fil hutama, katika hutama. Wa hiya ismu min asma'i nari, na hutama ni jina katika majina ya moto. Liannaha tuhattimu au tahtimu man fiha, tukassiru wa tuhliku man fiha, kwa sababu moto huo unamwangamiza. Au taduku wa tukassir man fiha, utakuwa unawagonga na kuwavunja vunja walioko ndani yake, ukaitwa hutama. Wama adraka mal hutama, narullahi almuqada allati tattali'u ala al-af'ida, yani tahriquhum ila al-af'ida wa hum ahya, unawaunguza moto huo mpaka kwenye vifua, ndani ya nyoyo zao, na wao wakiwa hai, hawafi. Innaha alayhim muqsada, ay mutabbaqa, kwa maana wamefungiwa kwenye moto huo. Fi amadin mumaddada, amadun min hadidin, nguzo za chuma, wa amadun minan nar, tena nguzo za moto. Wamefungiwa kwenye nguzo za chuma za moto. Hiyo ni suratul Humaza ambayo imekuja ina makemeo makali, ikikemea sana habari nzima ya ghiba, kusengenya, ambayo ni tabia chafu, imeenea sana katika jamii zetu. Na hapa ametajwa mtu mwenye mali, lakini si wenye mali tu wanafanya ghiba, bali watu wote, asilimia kubwa utakuta hii tabia imeenea. Ukuta watu wawili wamekaa, basi wanamsengenya mtu, watatu wanne wanamsengenya mtu, kikundi, vijiwe vya kahawa na wapi na wapi, watu wamekaa wanakula nyama za watu. Na hiyo ni tabia mbaya na ni hatari kweli kweli, ni kabira min kabairi dhunubi, ni katika madhambi makubwa mno ambayo yana watu wanayafanyia, yanaonekana ni ya kawaida. Hata mtu mmoja aliwahi kuniambia, ndio mazungumzo yetu, unaona, hayo ndio mazungumzo yetu. Sasa tutazungumza nini? Lazima mkikaa pahala iwe kuna mtu mzee fulani bwana kadha, fulani kadha, fulani yule hivi hivi, wengine wanazungumza kwa kubeza na kucheka, fulani wanacheka, wanafurahi, wanamsema mwenzao. Wanacheka wakati wanaongeza kwenye akaunti yao ya dhambi, wanajaza mzigo kwenye dhambi zao bila ya kufanyaje, bila ya kujali wala kustuka kwamba jambo analofanya ni baya. Dhambi hii ni mbaya sana kiasi kwamba toba yake nayo ni ngumu. Toba yake ni ngumu, kwa sababu kama umemsengenya mtu, dhikruka akhaka bima yakrah,
Ghiba hiyo, kumtaja mwenzako kwa jambo ambalo yeye anachukia, hiyo ndio ghiba. Toba yake watakiwa ukamuombe msamaha, mfuate, mwambie ndugu yangu, bwana, mimi nilikusengenya, naomba nisamehe. Nifanyaje? Nilikusengenya, naomba unisamehe. Yeye akusamehe, alafu utubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa nani alishawahi kumfuata mtu kwenda kumwambia kwamba nakuomba nisamehe, siku moja nilikusengenya? Na wakati